Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya marhaban bimasarratin fi dhimniha hubbu nabii wa lilmuhibbi falahu. Haya ni maneno yaliyotajwa na mmoja katika wacha Mungu, yaliyotajwa na mmoja katika waliotetea dini, naye ni yule alikuwa Lamu, ambaye alikuwa yuko chini ya nyayo za wale waliokuwa wakubwa zake, waalimu zake, na walikuwa wakifanyia kazi hii dini bila kuhitaji chochote, na ndio wakafaulu sana. Sasa yasema naifurahikia furaha, min jumla ya furaha ni kule kumpenda mtume, na mwenye kumpenda mtume lilmuhibbi falahu, mwenye kumpenda mtume hufaulu. Sasa sisi kweli ikiwa twampenda mtume, tujiulize nasi twafaulu? Kisha tujiulize tena, kama kweli twampenda mtume, kuna dalili gani? Kila kitu ambacho wewe wajidai nacho lazima waone dalili yake, mpaka watu waseme huyu ni kadhaa. Sasa dalili za kuwa si twampenda mtume nzipi? Dalili ya kumpenda mtume ni kuyafuata kila aliyosema mtume, yafanywe na wewe ufanye. Hiyo ndio dalili ya kumpenda mtume. Dalili ya kumpenda mtume ni kuyaata kila aliyokataza mtume sallallahu alaihi wasallam, na wewe uyaate. Ndio kweli utakuwa wewe mapenzi yako ni mapenzi ya kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwenyewe asema innama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq, yeye mwenyewe asema hivyo, hakika nimetumilizwa ili kutimiza tabia tukufu. Hadha alhadith yush'iruna birisalati rusulin qabla Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, والرسول محمد صلى الله عليه وسلم أرسل بنفس الغاية التي أرسل بها الرسل المتقدمة. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitumilizwa, lakini katika kutumilizwa kwake ilikuwa kushatumwa mitume, yeye ni wa mwisho. Yeye akija hakuja na mapya, alikuja na yale aliyokuja nao mitume, yeye akawa akamilisha, mpaka ikawa mtu ambaye ni Muislamu akizungumza na mtu ambaye yuko katika dini, kwa mfano wa Kikristo, hana shida ya kumueleza sana mambo, ni kumwambia sisi Waislamu tuntumilizwa kwa lengo lile lile la yule mtume wenu ambaye mwamita Isa. Sasa mimi na wewe tuna matatizo gani? Tatizo ni kwamba yeye atakuwa hamkubali mtume Muhammad, wewe wamkubali mtume Muhammad. Wewe kwa kumpenda mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam huna shida ndani ya nafsi yako kwa wafuasi hata wa Isa, bali waeleza ukweli ulioko katika kitabu chao. Kitabu chenu hakikuambia nyinyi mumuone mtume Muhammad ni kioja. Ma kuntu bi rasul, sikuwa mimi kitu kipya kilichozuka ambacho hakijawahi kuja. Kushatumwa mitume kabla yangu, lakini wote lengo lile lile moja. Sisi tukiwa tuaja kusoma maulidi, lengo letu ni kuthibitisha mahaba yetu ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ikiwa tuathibitisha mahaba ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatakana na vitendo vyetu viwe vya reflect, vyaonesha wazi kama sisi watu wa vipenzi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kweli wewe unayempenda kikweli waweza kumuasi? Huwezi kumuasi, utakuwa mtu yeye. Na ikiwa mapenzi yake yamekuingia ndani ya moyo, basi utakuwa kila lililolisema yeye ataka kuona wewe uko mstari wa mbele katika kufanya, huko nyuma. Tena saa zote wewe wajiona
hujafanya kama atakavyo yeye, waona kama labda una upungufu. Kwa mfano, ukiwa wewe waswali swala 5 pale pale pia wewe unashaka, lakini mimi naziswali kama nilivyoambiwa na Mtume nswali. Maana dalili ya kuwa wewe waziswali kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam uziswali, lazima ziambatane na aya ya Mwenyezi Mungu ambayo yasema inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Je, wewe uko hivyo? Ukiwa waswali, si rahisi mtu kukutukana wewe ukamtukana, kwa sababu Mtume hakuwa na tabia hiyo. Masahaba tukufu waliokuwa mbele za Mtume sallallahu alaihi wasallam hawakusifika na sifa hiyo. Mapenzi yako yako vipi wewe ukiambiwa jambo la kukudhi hapo hapo walipuka? Na inaambiwa asabru inda sadamatil ula, pale ikikuja lile jambo la kutoa katika hali yako kaida, wewe usitoke katika hali yako, baki vile vile. Umuoneshe kwamba akimaliza umfahamishe hilo lilolisema wewe mimi sina. Sio wewe ukasirike na wewe mtukane, umwambie ambalo na hana. Sasa atakuwa yankosea na wewe unkosea. Yeye hana mapenzi ya Mtume. Msawa wewe hivyo, wewe kwa nini uwe namna hiyo? Moja katika alilolishititiza Mtume sallallahu alaihi wasallam nilikuwa tuwasomeshe watoto, tuwasomeshe vijana. Kama juhudi hii tunayoiona kusomeshwa vijana, mimi nafurahi sana leo kuona walokuja hapa wengi ni vijana, si watu wazima. Hii ndio furaha kubwa, na bila ya kuwafita, kila muliyemuona ameharibikiwa huko ukubwani alianza kuharibikiwa alipokuwa hapo mulipo nyinyi hapo. Hapo ndio pa kutengeza mustakbali wenu. Mukitaka kujua kuwa nyinyi mutafaulu huko mwendako, ni mujione mfaulu tangu hapa. Ni watu wa kusikiza, ni watu wa kutii, ni watu wa kufuata kila shauri utakaloambiwa. Leo nyinyi mwasoma, na hivyo mnavyosoma bado mwajiona mna shida. Na miongoni mwa shida ambayo mwaiona, ajabu yake ni kwamba mwala mara 3, asubuhi, mchana, jioni. Wakati wao uliopita watu walikuwa hawali mara 3. Na hiyo mara 3, mara yao mmoja tu, mara ile asubuhi hula kitu kidogo tu. Baadaye hawali tena mpaka saa 8 au saa 9, alafu mpaka kesho. Na walikuwa wankaa wakasoma, wakavumilia. Leo utakuta watoto wakila, wao akili yao yote iko katika kula chakula, twapawa kingi, twapawa kidogo, twapawa kizuri, twapawa kibaya, twapawa chakua kimeiva, hakikuiva. Si hilo tulilojia. Tulilojia sisi ni ladha ya kusoma. Ile ladha tamu ya kusoma imetusahauzisha sisi tunkula nini. Bali waweza kuwa umepawa ile sima ile uijuao na maharagwe, ukaila ukaimaliza, kisha ukitahamaka ukaona sahani nkwisha, wajiuliza nani aliyekula. Kumbe sababu yake ni kwa sababu pale ukila wewe ulikuwa na mahaba mengine, ulikuwa na ladha nyingine, ulikuwa na raha nyingine, ulikuwa na starehe nyingine, mpaka ukakimaliza chakula bila kujua nani aliyekula. Na ndivyo walivyokuwa watu. Huko nyuma watu walikuwa hivyo. Ilikuwa hawajui kama kile wapawacho kidogo wala kingi. Wao himma yao iko hapo tu. Yeye wala pale yuwala asoma mashairi pengine ya Mulhatul Irabi, au pengine mashairi ya Tabarakadhil Ula, au pengine mashairi ya Alfia. Hajamaliza mashairi, chakula kinkwisha. Sasa pale ndio uliza nani alikula chakula hichi, kwa sababu ya hamu na tamu aliyosikia yale mashairi. Yeye wala kumbe ndani asema wa minhu subhana wa dhu wa mithlu wa maa wa inda wa ulu wa kullu thumma aljihatu situ fawqa wa wara wa yumnatan wa aksuha bin amira. Haya, kuna utamu zaidi ya utamu huo. Utamu uko wapi? Utamu hujifahamu. Watu walikuwa na hamu kubwa, watu walikuwa wakijitolea kwa hali ya juu, watu wakitumwa na walimu zao. Leo nyinyi mna bahati, hamutumwi na walimu zenu,
kwa kazi za walimu zenu. Sisi tuliposoma tulikuwa tukifua nguo za walimu zetu, tukiwaogesha watoto wa walimu zetu, tukifua, tukipiga deki, tukipika chakula ndani ya majumba na kusoma twasoma. Leo mpata ilmu intiwa kisahanini raha mustarehe. Mwasoma kwa makini, basi ataka sasa ndicho kipindi chenu cha kutengeza mambo yenu hapo. Mukifaulu hapo, huku kwetu tuliko mulikotuona huku, mkifika mtakuwa raha mustarehe. La hamkufanya bidii hapo, mukija huku mtalalamika. Vile mnavyolalamika hapo mulipo, mtalalamika zaidi huku. Huku mambo yatakuwa magumu, msione mwaja tu kule mnavyokuja, lakini kuna na mambo ya wangoja huku. Hivi sasa hamuna majukumu yoyote. Kwa hivyo ni furaha kubwa kuona watoto wamekusanywa na lengo lao ni kusifiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuelezwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mkisoma hadithi inayosema nahnu qaumun la nakulu hatta najua wa idha akalna la nashba, sidhani kama una shida kula tena. Shida kula katika boarding haiko, ukisoma hadithi ukifahamu. Na hiyo ndio hadithi iliyofanya zawadi alizopewa Mtume sallallahu alaihi wasallam 3, ambao ni asali na mwanamke na daktari. Mwanamke akampa moja katika masahaba zake amuoe. Asali ikawa hakuna wasiwasi. Huyu daktari akawa naye, akawa yuko. Daktari alipokaa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mara aliomba ruhusa, akamwambia Mtume, nipe ruhusa nende zangu. Akauliza, kwa nini si unamboka hapa? Sema, nyinyi hapa mnaandika nahnu qaumun la nakulu hatta najua wa idha akalna la nashba, mimi nitafanya kazi gani hapa? Watu hawali mpaka wasikie ndaa. Wewe leo ukila watakaongeza chengine, kama kwa hapa kifika hapa mpaka watakuhema huwezi. Ndio raha yako, ndio una leo ninakula. Au ule wakati wa usiku kugeuka huku na huku pia huwezi. Bala tunguzi imekufika. Sio kula kimtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa utakula kwa kiasi cha kuwa uondoe ndaa, wewe ndio utasikia ladha ya chakula. Na tamu ya chakula ni usikie ndaa. Na ukishakusikia ndaa, baada ya kula tu, ukiondoka ndaa, ile tamu ya chakula huisikii tena wewe. Wewe jaribu kukaa ukae na ndaa, alafu uletewe chakula usikie kile unavyokiona tamu. Kwa sababu ulisikia ndaa kwanza. Basi pale uliposikia ndaa, ukiletewa chakula ukajua thamani yake. Lakini leo asubuhi wapawa chai. Sijui mwapawa chai na nini wanafunzi wenu, lakini mimi kule silesi zangu 3. Na silesi moja ukifanya hivyo muona mtu upande wa pili. Na nikiwapa hivyo naambia naweza kupa mkate mzima ule, lakini sikupi, nataka uzoee kuweza kuvumilia na kuja kubeba shida za huko mbele. Si sasa. Huko mbele kuna shida zatakabebwa watu waweze kukaa na ndaa. Zatakabebwa watu waweze kufanya kazi. Sisi kule watu waweza kununua kuni, hatununui. Hutukua watoto tukawapa mashoka na mapanga, na mimi mwenyewe nikawa niko. Sikati kuni kwa kuwa hakuna pesa za kuwanunulia kuni, nataka mzoee kazi. Ndivyo Mtume alivyokuwa hivyo. Wewe msifu Mtume sallallahu alaihi wasallam na mkono wako hauna hata alama kuwa ni mtu wa kazi. Wamsifu vipi Mtume? Wampenda vipi Mtume wewe? Hujui taabu yoyote wewe? Mtume alikaa raha mustarehe? Hapana, alipambana na mashakili, lakini alipata mambo mengi ya kumfanya awe barabara. Huo ndio Uislamu na ndio kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huwezi kusema wampenda mkeo ikawa lengo kubwa kumnunulia rangi na poda na rinda zuri, lakini kuswali haswali, haikutii dhiki. Mchoyo hawezi kumwangalia jirani akampa chote, haikutii taabu. Hujampenda.
mpaka saa nyingine ikipikwa vile, akipika kabla akiweka sahani pale juu ya meza mule, uje na kisahani chako, kate kipande utie ndani ya sahani, umwite mtoto wako apeleke jirani. Mpaka ule mke akiangalia kupika kote, mara kutolewa kipande kizima cha kutoka jirani, umuone uso wako kasirika, tulia bwana. Haya ndio maamrisho ya Mtume. Jirani ni mtu mkubwa. Twajua kama leo jirani yetu ankula, hatujui, basi tupeleke hivi. Watu walipokuwa kimpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam kipindi cha nyuma huko, sasa hakuna, watu wankorogeka kabisa. Lakini kipindi cha nyuma ilikuwa ikiingia Ramadhani, ikifika saa 10 ona visahani vya huku vikirudi hivi. Kila mtu apika chakula kimoja tu. Lakini chakula kimoja hicho atahakikisha mpeleka nyumba 10, na 10 vingikuja vijavyo vingine. Ukija ukiangalia mahali pa kula chakula, kuna vyakula kila aina, kumbe ampika kimoja tu, lakini mahaba. Ndio ule moyo uliolezwa, idha saluhat saluha aljasadu kullu wa idha fasadat fasada aljasadu kullu ala wa hiya alqalb. Lazima tuzitengeze nyoyo zetu zilizojaa mapenzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, zijae na vitendo alivyokuwa navyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndipo tutakapoona manufaa mazuri mbeleni. Vile mnavyojiona saa nyingine, kwa bahati mbaya watoto wakiona wazee huona hawa wazee hawakuwa watoto, huona nzaliwa na ndevu nyeupe na nini baba, usahau kabisa wao, huona hawa tuonea tu bwana, hawakuwako, tulikuwako huko jamani. Twajua yaliyoko huko, nyinyi hamuyajui yaliyoko huko, basi tusikizeni tukiwaambia mambo. Ndivyo ilivyo. Ni ile mkubwa wenu lazima mdogo wenu amsikize mkubwa wenu, na mdogo wenu amheshimu mkubwa wenu. Ni hayo. Wewe saa zote kuwa na bidii kukaa na wale wale kupita walotangulia, upate mambo, upate fikra, upate mawazo, upate mambo kukuwezesha kubeba mazito. Sio Bibi Khadija alipomuona Mtume ashakwenda kupa wahi katika ghari Hira, alipokuja nyumbani akawa ababaika, alimwambia nini? Alimwambia innaka la tahmilu al-kalla wa takri dhaif wa tu'inu ala nawaibi al-haq wa kadha wa kadha. Tulia ya Rasulullah, wewe utabeba majukumu, utabeba mazito, lakini na wewe utatukuza kadha, utafanya mazuri kadha, utafanya mambo kadha. Akamtuliza. Na sisi pia tuwaambie nyinyi msibabaike, kuna masomo atakahifadhiwa. Usilale usiku paka uone umetwali umesoma masomo yako. Mimi jana asubuhi nimemsikia mwanafunzi, nimemsikiza masomo ya fasulul awwal, amekuja huko fasulul rabi atoka kwao. Namwambia sharia hapa lazima uanze tangu kitabu cha kwanza mpaka tufike huko rabi. Si ukija rabi mimi kusomesha khamis, kisha kufika kule faili humjui, mafulu humjui, tuko rabi twenda tu. Si habari ya kwenda tu mpaka tujue. Nilimsomesha asubuhi saa 8 akanisomea kitabu chote kwa moyo. Ndio kusoma huko. Hivi sasa uko klasi ya pili, kwa siku 3 amaliza klasi ya kwanza, siku 3 zilizofuata akawa yuko klasi ya pili. Saa zote asoma. Na mimi huonesha mfano wale wanafunzi ambao muone yule vile ambavyo wanda mbio, basi yule atasonga mbele. Na wewe kana uvivu wako, na saa zote wataka kuangalia hivyo, watakuangalia magari yaliyopita mangapi, ya kwenda huku mangapi, ile gari gani, ya kuhusu nini mambo wewe. Wewe kuja kusoma usiongele kusoma. Lakini utamuona mtu ankaa kwa bidii kwa hamu angalia magari kama anafikiri ana mshahara hapa kila mwezi. Kusoma hataki. Kitabu akishika tayari ashasinzia. Yataka saa 10 tayari muwe mko msikitini, kila mtu ashika kitabu chake kwa hamu. Mwafanya kazi gani? Mwafanya kazi ya yale mambo ambayo yatawafika mkija huku tuliko sisi. Msije mkaone kazi yenu mfanyayo, mwafanya kazi ya bure, mwafanya kazi yenu. Kule kusomeshwa, masomeshwa kwa ajili yenu, si kwa ajili ya walimu. Walimu wana lolote watakalo kwenu. Nyinyi ndio mwataka elimu yao. Sasa katika kusoma ataka mujitolee, paka mwalimu awe
Akikuona basi ajua sasa hivi ataniambia nisikiza, akukimbie. Lakini leo nyinyi ndio mkimbia walimu. Lakini kuna wanafunzi wa bidii, ukikaa hivyo jua sasa hivi atakuja. Lakini kuna wanafunzi ukakaa ngoja mwanafunzi aje, utakaa mpaka wasinzia hajaja mtu. Sasa mko vipi nyinyi jamani? Mtamaliza miaka yenu hamna mjualo. Kwa hivyo sisi tukija mambo kama haya kumsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuamsifu Mtume na kisha tufuata aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam yote bila kutagua. Ni bahati kubwa kwa ustadhi wetu Ustadhi Yusuf kuweza kupata kufanikiwa katika mambo haya. Na mimi nawapa hakika ya majaribio niliyoyaona. Hakuna mwalimu yote mwenye ikhlasi na kazi hii akafeli, hakuna. Mtu anionyeshe mmoja tu. Sallu ala Muhammad. Na hakuna mwalimu aliyekorogekewa na mambo yake na yeye mwalimu isipokuwa hako sawa sawa. Lakini ukiwa sawa sawa, hii ni guarantee. Hakuna habari hata sijui atajenga hapa nani, atakuja wenyewe. Wewe wafanya kazi ya binadamu hapa, wafanya kazi ya Mungu. Mungu ataka kufanyia kazi yake na wewe ni nani mbele ya Mungu? Mungu atawaleta watu wafanye, na amewaleta kama tulivyoelezwa, kujengwa kadha, kwenda kadha na mpaka kumfika hivi. Hakuna taabu katika kazi hii, kazi ya Mungu. Wewe kufanya kazi kwa binadamu tu ambaye akupenda saa zote akupa vitu, wewe utasikia raha kweli, na yeye pia asikia raha. Je, huyu Mungu alikupa macho, akakupa maguu, akakupa akili, akakupa kila kitu, kisha kwambia soma, wewe hutaki? Wewe binadamu gani? Kiumbe gani? Hujajijua wewe nani? Yale aliyokupa Mungu una nafasi hata kusema ninachoka? Unchoka, una chako katika mwili wako wewe. Wenzio hakupawa macho, wewe umpawa macho. Wenzio hakupawa maguu, wewe una maguu. Wenzio hakupawa hata akili, hawaelewi. Mimi nina mtoto sasa, nina miezi 3 namsomesha alifu hajaijua. Unamsikitikia? Wewe uliyepa akili atakufikirieje sasa? Miezi 3. Kila akifika mwisho tukirudi tukifika kwenye jimu na he hazielewi kabisa. Wewe mbahatika ndugu yangu. Unkuja hapa wasoma. Unsoka fasulu awal, mpaka unafika fasulu rabi, mpaka unafika 5. Wewe wasikia kuchoka tena wewe? Usikii raha ya kusoma? Kule kusoma raha yake peke yake yaondoa kusikia kuchoka. Mpaka mwenzio atakuuliza wewe uchoki wewe? Mwambie mimi sijui kama hata kuna kitu chaitwa kuchoka. Nichoke kwa nini? Natoa kitu gani changu mimi? Licho changu mimi ambacho changu. Ikiwa mikono yake anipa, wengine hakuwapa. Ikiwa nkufahamu ni yeye ndiye Mungu aliyenipa Mungu. Hana choka kwa kitu chake na mimi namfanyia kazi yeye. Hakuna. Lazima saa zote ujione umezidi himma. Na hivyo ndivyo alivyokuwa hata Al-Habib Said Muhammad. Alikuwa watu wakimsikitikia. Unchoka wewe waumwa, asema jamani ni umwae mimi, nawaambia si umwi. Nyinyi ndio lazima mimi naumwa nikapumzika, mpumzike nini? Akiwaambia watu, unkuja jana kutoka safari, saa hii ushakuja unkuataka wewe. Nasema la, nini ladha tamu ya hii kazi. Hii kazi ina ladha yake, ukiipata sawa sawa wewe hujui habari ya kuwa kuna kuumwa wala kuchoka. Watu ndio watakuwa staajabu na zile juhudi zako. Lakini wataona hujafanya lolote. Na kweli hujafanya lolote. Kutokana na lelo kufanyia wewe Mungu, wewe hujafanya lolote. Kwa hivyo tukija maulidini tukisoma, tukumbuke vitu kama hivi vya kumpenda Mtume na kuyafuata yale aliyosema Mtume, tuyafanye na tuyafanye. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik.